Kuna mambo ambayo yanaweza kukugharimu sana pindi utakapokuwa umefika uzeeni. Unajua tunapokuwa vijana tunapitia mambo mengi ambayo pengine sisi hatujui kwamba baadaye uzeeni atakuja kutugharimu. Miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kukugharimu sana endapo ukifika uzeeni kama hujarekebisha ni kuoa au kuolewa na mtu asiye sahihi kwenye maisha yako. Unajua unavyomchagua mke au unavyomchagua mume, umechagua mtu ambaye ndio anaenda kuongoza maisha yako, umechagua hatima ya maisha yako. Ukikosea kuoa, ukaoa mtu ambaye ni mtumiaji, ukaoa mtu ambaye hawezi kukushauri, ukaolewa na mtu ambaye hajui kuwekeza, tegemea maisha yako yameharibika, utajutia sana uzeeni. Muda uliotumia. Hivyo siku utajutia muda ambao umeutumia bila kufanya vitu vya msingi kwenye maisha. Muda uliotumia kwenda kutumia baa, muda uliotumia kucheza, muda uliotumia kubeti. Ule muda ambao ulikuwa unatakiwa ufanye kuwekeza na uko utumia pasina wakati sahihi, basi wewe jua utakugharimu. Mahusiano uliyoyaharibu. Unajua tukiwa vijana huwa tunaona rahisi sana kuvunja mahusiano kati ya baba na mama na ndugu zako, binamu zako. Hauonagi kama kuna umuhimu wa rafiki wala ndugu wala jamaa yoyote. Kwa wakati ule tunajihisi wenye nguvu, tunaweza kwenda sehemu yoyote tunayoitaka. Lakini utakapofika uzeeni utatambua thamani ya vile ulivyoipoteza. Pesa. Vijana wengi sisi ni watumiaji wa pesa, lakini hatujui kuwekeza. Hiyo pesa unayotumia leo ovyo, nikukumbushe kwamba ipo siku utaikumbuka. Ipo siku utaenda kujiangaza na utaitafuta ile pesa ambayo wewe uliitumia pasina msingi na itakugharimu pia. Ni vizuri kuwa makini na vitu ambavyo unavifanya. Beti unakuwa unaharibu. Shida nini? Yaani ukiongelea kuhusu kubeti, maisha yetu tulionayo sio ya kubeti. Habari gani? Jamani, hasa mbona mmerundikana kama mbuzi wako machinjioni? Kulikoni? Kwani shida nini dadangu? Maana wewe unatukuta sisi tunatembea njiani, unaanza kutuakia tu. Sielewi. Kitambaa hujakata wewe. Huwezi jua mshono. Kaa pembeni. Sogea hapa tuzungumze. Jamani, unaniogopa nini? Sogea hapa. Naomba pesa ya matumizi. Leo pesa tuyapata kule kazini, kwa na kazi. Ndio mke wangu, barua ipatikane sasa hivi. Sina. Umesema nini? Sijakuelewa au labda mimi sikio langu limeziba. Hebu rudia. Sina la mke wangu, labda kesho nipata. Leo tuongee tu namna ya kuchuma hata nani. Kuchuma hata msusa tu nani tuchemshe tu. Uje kutuliza nani njaa. Kesho tutafanya kazi tupata hela. Wewe. Vibarua vikose. Sawa. Viwanda vyote vifungwe. Kikubwa ni nini? Ni kula. Yaani lazima nile. Lakini shemu, ngoma isiyo kuhusu. Usikate viuno. Kaa utulie. Nazungumza na huyu. Nataka pesa nini? yapi? Chukua hiyo 2000. Kanda ndani chochote bila kubali. $2000. Jamani, 2000 yenyewe nikifika tu kwa Mangi. Mangi mambo imeisha 2000. Haya nikemee nini mimi kwa hiyo 2000? Alafu 2000 yenyewe kupewa. Mwanaume mzima usijitambua, 2000 umepewa. Maguta. Kumbe mke ulionaye ndo hivi.
Wewe shemeji. Au nenda tu nitachoma dhambi za Mungu. Jamani, usisogewe mwanaume, nini unaniogopa mimi? Simba nataka hela sasa hivi hapa. Yaani kwa mege nitakujazia nzi wewe. Sawa, nitakujazia nzi wewe. Unajitani ya kupambana mke wangu watu mshifanyia. Nataka hela. Kumbe naona unanichezea wewe. Sasa subiri sasa. Nataka hela nimekwambia. Sasa mbona umepewa nimekupa mke wangu fulani nini unaitupa chini. 2000 mke wangu nakula kutwa nzima leo na kesho. Shemeji, shida ni nini? Umerudi tena. Shida nini unajua shemeji? Shida ni hela. Shemeji, lakini umepewa hela, umeikataa. Na unajua kabisa hali ya huyu mmeo na hali mnayoishi hapo nyumbani. Wewe ni hela gani unayohitaji? Kwani hii sio hela au ni hela feki? Imetengenezwa kwa madini ya Tanzania hii. Nitakuonyesha. Unaona hii ni hela hii? Ni hela. Kama unaona wewe ni hela, ni wewe. Mimi sio wa level za 2200. Sikiliza kwambia wewe. Hii hapa kamonge demu wako anayetumia 2000. Urudi nyumbani unaambia habari za kula. Sawa? Utakuja unione. Wewe nitakuchemsha maji, wewe nitakota kuni. Japo mkaa sina, nitakuchoma na maji wewe. Na usiniangalie hivyo. Au unanitaka? Yaani wewe nakwambiaje leo mimi na wewe. Mwanangu nakaa una njaa tu hapa zikiziki. 2000 zinaweza kwa azima. Una lolote? Na kana mwanao ambaye mimi hana hela. Yana kwambiaje? 2000 yenyewe ya kupewa. Ziki njanja tu. Nakwambiaje siku zako zinahesabika. Na kufukuzia mbali. Nichanganye mimi hapa. Siwe ina maana ndio unavyoishi hivi nyumbani. Mwanangu nakushauri kama bado hujaoa bora tu usioe ndugu yangu. Kama maisha ndio naishi mimi unavyoona hivi. Kazi unayo. Hata usishangae kwa nini sina nepi. Haya ndio maisha ambayo naishi. Kazi unayo. Sasa unanisaliti hapo. Twende bana. Maana na kitu unachofanya lazima utafanikiwa. Kwa sababu utakifanya kwa bidii ukiamini kitu kwamba lazima mambo yatanyoka. Ndio hivyo. Lakini bwana kaka, hebu nikuulize jambo. Jambo gani tena ndugu wangu? Hivi maisha unayoishi na mkeo wewe unayafurahia? Ushaanza kunikumbusha tena mambo kama ndugu wangu. Ndugu wangu, kiukweli ni kwamba hamna mtu anaweza kufurahia maisha kama haya. Kwa sababu mimi mwenyewe kipindi naoa sikutarajia kama maisha kama ndio kuyaishi. Yaani nilikuwa nashangaa sana watu ambao wanaishi na wanaweka nilikuwa najua wenyewe labda hawana akili, watumia akili. Wengine labda hawajui mapenzi labda. Mwenyewe najionea sasa hivi. Lakini wewe ujifunze kitu. Uliniambia umeoa, sasa hivi imepita karibia miaka 3. Bado tu umeoa. Kumbe maisha unayoishi ndio maana unakuja pale mawazo, mara unasinzia. Kumbe shida ni hii. Jifunze kitu. Nijifunze nini sasa wangu? Siku zote siri ya mafanikio inaanzia nyumbani. Kama nyumbani hamna amani, hauwezi ukafanikiwa wewe. Na ndio maana mpaka sisi hivi rafiki zako tunaendelea kuwa single. Pale kijiweni ni wewe tu na yule mwenzako ndio mnaosema mna mke. Inaonekana na yule mwenzako changamoto anazopitia. Ndio wangu wewe bado kwanza mdogo sana. Yaani ya mambo ukisema yazungumzia sana atakuumiza kichwa. Sawa. Kwa cha kufanya wewe subiri uoe afu uone maisha gani yanaendelea. Mwenyewe nilikuwa natamani sana kuona, nilikuwa natamani sana kuoa. Lakini mpaka sasa hivi sina hamu. Cha kufanya wewe tuachane nayo, sawa? Kesho tuhaiki kijiweni tuangalie kazi nyingine. Lakini nyinyi mliooa muendelee kuoa. Sisi tutakuwa tunapiga supu chapati, supu maharage.
mambo yanasonga. Hakuna cha mke. Au sio? Pambana. Na utafikia ndio bwana. Mke wangu, habari za saizi? Mke wangu umeshindaje? Mbili bila. Naona leo umerudi mapema. Shughuli ninayo. Mke wangu, mimi kurudi mapema na shida gani? Hapa si kwangu mke wangu. Oi, Mungu wangu. Yaani haka katoto kana mambo ya ajabu jamani. Mke wangu. Wewe mke wangu. Yaani nilijua tu. Ulivorudi mapema leo hapa. Kazi ninayo. Sasa mke wangu. Uko busy na simu hapa. Huko ndani hata sioni chakula kama umepika. Kwa tunaishije leo hapa ndani? Mungu wangu. Mama na roho mbaya jamani. Hili gauni zuri jamani. Yaani nitafanya juu chini mpaka nilipate. Yaani kapendeza mdada mwenyewe. Mke wangu. Vipi mke wangu? Umeenda nini hapo? Mbona kabisa kweli? Sisi mkubwa huko na nini? Mbona nakusalimia hata majibu yenyewe hayaeleweki unanijibu. Na maana umeona kuna nini cha ajabu yani kuliko maneno ambayo anazungumza mmeo? Sio cha ajabu. Vya ajabu. Vingi. Maana humu ninapata amani, ninapata raha. Sawa? Hicho ndio kinafanya hata usipike chakula. Shaanza kuonekana sasa mimi hapa ni mama ntilie. Kangu. Hali maisha gani mbona sikuelewi kila siku nazidi kubadilika? Yaani neno mke wangu. Yaani unavyolitamka nasikia ni hapa. Hivi unajua uzito hilo neno nishakuuliza mara ngapi nakwambia unajua maana ya neno mke wangu. Hayo mbona nimekaa hapa na enjoy. Na faidi. Basi kaa wewe. Kaa hapo uenjoy. Maana unaona hapa nimekaa unaona nasikia raha starehe. Basi kaa mwenyewe hapo. Mke wangu my foot. Hapa nilijichanganya hapa. Ulio sema ndoa ni tamu yani say si. Ndiye ntuma ni wewe ni nani? Ulitumwa au uliwashwa? Wewe mke wangu wewe.
Achana na mimi bwana. Mke wangu, mke wako. Ingia upike jikoni hapo. Hakuna mfanya kazi wako. Sasa chakula hamna. Chakula kimo ndani, hataki kupika. Wewe mwanamke. Nani kakulaga? Lakini mbona mwanzo kwa hivi? Unamta mchawi ukimwona au unajiongelesha, unajitamanisha Uroga hiyo kitu. Urogwa. Kalia hivyo hivyo. Wengi sisi ni watumiaji wa pesa, lakini hatujui kuwekeza. Hiyo pesa unayotumia leo ovyo, nikukumbushe kwamba ipo siku utaikumbuka. Ipo siku utaenda kujiangaza na utaitafuta ile pesa ambayo wewe uliitumia pasina msingi na itakugharimu pia.